قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Zahmid TV popote pale ulipo, karibu sana. Tupo katika kipindi cha Nurul Quran. Kipindi hiki kinaendana sambamba na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeshuka Qur'an tukufu, na inapendeza zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa ibada pendwa kabisa na ibada ambayo inabidi ifanywe kwa wingi ni ibada ya kusoma Qur'ani. Hivyo basi leo tupo na al-akhi Mustafa pamoja na al-akhi Taha katika studio yetu ya Zahmid TV. Tutapata kidogo taladhadhi ya Qur'ani pamoja na mawili matatu kuhusiana na hii Qur'ani ambayo imeshuka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yako Abdulaziz Hilal, ungana na hii mwanzo mpaka mwisho tupate kufaidika zaidi kwa baraka ya Qur'ani. Karibu sana. Naam Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai wazima wa afya kabisa. Alhamdulillah. Kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha salama katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini kama kawaida ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, miongoni mwa ibada pendwa kabisa ambazo watu wengi tunahimizwa kuzifanya na inabidi tuzifanye, miongoni mwayo ni ibada ya kusoma Qur'ani. Kwa hivyo ingependeza zaidi kipindi chetu tukifungue kwa matayasara min Qur'ani kidogo inshallah. Karibu sana Sheikh Mustafa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mashaallah, Qur'ani nzuri kabisa, na hii ndio ladha ya Qur'ani. Kisomwa vizuri lazima unapata taladha katika nafsi. Mashaallah, Allah akubariki kila la kheri, na Allah tujalie na sisi tuweze kusoma Qur'ani kama unavyosoma wewe inshallah. Na ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, kama ulivyosikia, Qur'ani imesomwa kwa umahiri mkubwa kabisa, na Qur'ani ikisomwa katika umahiri wake unapata ladha ya Qur'ani kabisa kama inavyoelezwa na mashekhe zetu. Lakini ndugu mtazamaji, natumai na wewe unatamani kusoma kama alivyosoma al-akhi Mustafa, ila pengine huwezi kujua au pengine haufahamu ni njia gani sahihi ya kupita au ni vitu gani ambavyo unaweza ukavifanya mpaka ufike alipofika al-akhi Mustafa. Lakini madhali leo tupo naye hapa, atatueleza ni njia gani yeye alizopita na kutupa irshadi kidogo njia gani na sisi tupite basi tufike pale alipofikia yeye inshallah. Naam Sheikh Mustafa, mtazamaji anakusikiliza hivi sasa, anatamani afahamu na yeye apate kusoma kama ulivyosoma wewe hapo. Qur'ani nzuri kabisa, unamwambia apite njia gani? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Naam, kama ulivyosema akhi kwamba mtazamaji na anatamani kujua au kufahamu kwamba ni namna gani
ya kuweza kufika kiwango kizuri cha kuisoma Qur'ani au kuweza kuihifadhi kabisa. Jambo la kwanza ambalo litaweza kumfikisha katika lengo lake hilo ni kuipenda kwanza Qur'ani. Kwanza ni kuipenda, kwa sababu ukishaipenda utatafuta njia yote ili uweze kuisoma. Na ukishakuwa na mapenzi ya Qur'ani si kama vitu vingine. Ndio, sahihi kabisa. Unaweza ukakipenda kitu alafu mwenyewe ukafanya jitihada binafsi ukaweza kufikia malengo, lakini Qur'an lazima kwanza upate mtu wa kukuongoza, mtu wa kufundisha. Naam, ndio. Uwezi ukaisoma vizuri Qur'an mwenyewe kwa kujifundisha mwenyewe, hapana. Lazima upate mwalimu akuelekeze namna ukisoma Qur'an ili uweze kuisoma Qur'an vizuri. Sawa sawa. Labda Sheikh Taha, na wewe unaweza kutuambia vipi, kwa sababu na wewe ni miongoni mwa wasomaji wazuri wa Qur'ani, na mtazamaji hivi sasa anapokuangalia anatamani afike level ambazo mnazokuwa nyie au zaidi ya nyie insha Allah. Labda ni njia gani ambazo mtu anaweza akazipita afike level nzuri ya usomaji au umahiri wa kusomaji wa Qur'ani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ballaghana fi shahri Ramadan. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha katika mwezi huu wa Ramadhani. Tunabudi kusema alhamdulillah. Maana kuna watu ambao waliotegemea kuudiriki mwezi huu hawakuudiriki. Wengine wagonjwa, lakini sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha tukiwa na afya njema iliyo sahihi kabisa. Lakini kama alivyotangulia ndugu yangu Ustadhi Mustafa kutuelezea ni namna gani mtu anaweza kafikia malengo ya kuhifadhi Qur'ani au akawa msomaji mzuri mahiri kama wasomaji wengine tunavyowaona. Njia kama hizo alizozielezea yeye, nami nachangia katika hizo ambazo alizozielezea. Moja ya njia binafsi, kama mimi nimetumia njia ya kuhifadhi Qur'ani kwa kuchukua baadhi ya aya, mfano katika peji au karatasi kurasa ile inachukua aya 5, soma aya 5 asubuhi baada salatu subhi, vile vile nikaja nikasoma aya 5 nyingine baada salatu dhuhuri. Kwangu mimi nimetumia njia kama hiyo, ikanifanyia kwa nyepesi katika kuhifadhi Qur'ani. Kuhifadhi Qur'ani maana nimehifadhi, na kule kuhifadhi na vile vile anahitajika atumie sauti, yani atumie sauti ile ambayo yeye mwenyewe inaweza ikamfanya aipende zaidi, ikamshawishi kuisoma ile Qur'ani. Asome kivivu, yani kwa maana asome kivivu, asome tu sauti kama nini, lakini akisoma kwa aswati ile ambayo yeye mwenyewe anajua sauti hii ninaiweza, basi atafanya kwa mapenzi, kwa sababu kwenye kukifanya kitu huwa unakuwa na mapenzi ndani yake, na mapenzi hayapatikani bila ya kukipamba kile kitu. Sawa sawa, sahihi kabisa. Naam, Akhi Mustafa, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunahimizwa sana at least mtu afanye bidii walau ahitimishe Qur'ani, labda asome masafu nzima kwa mwezi huu mzima, au at least basi afikie hata hizo juzuu 20, 30 au 25, labda 15. Labda kwa yule ambaye hajahifadhi Qur'ani, kwa sababu mtu alihifadhi Qur'ani kumaliza msahafu hata kwa siku 3, 4 ni jambo la kawaida. Kwa yule ambaye hajahifadhi Qur'ani na anatamani na yeye afike hiyo level ya kumaliza msahafu kwa huu mwezi mzima, labda unamshauri atumie njia gani au asome vipi mpaka walau hata asipomaliza msahafu basi afike mbali kidogo? Mimi ushauri wangu kwa yule ambaye hajahifadhi Qur'ani, yeye anasoma Qur'ani kwa kuangalia, na Qur'ani ilivyo, kila unavyozidi kuirejea ndio inavyokuwa nyepesi. Kwa hiyo mtu si lazima tuseme amalize mashafu, si lazima amalize msahafu mzima, lakini yeye anaweza akachukua zile sura anazozifahamu akazirejea ndani ya Ramadhani nzima. Akishazirejea mtu huyo katika mwezi mzima wa Ramadhani, na ukishaisha Ramadhani akaendelea tena kuchukua kiwango chengine au kipande chengine cha Qur'ani, ukiachana na kile ambacho kashakisoma ndani ya Ramadhani, na maana kile kwake kishakuwa ni chepesi, atakuwa akiongeza mdogo mdogo, mwisho wa siku mpaka anafikia na Ramadhani nyingine kasha piga hatua kubwa, na ile ambayo alishakusoma
ndani ya mwezi wa Ramadhani akairudia mwezi mzima, kile kishakuwa chepesi zaidi. Ina maana mtu huyu tunatarajia kwamba akishapata Ramadhani 2 mpaka 3 inakuwa Qur'ani kwake ishakuwa ni nyepesi. Anaweza kufika hizo level la kumaliza msahafu kwa mwezi. Naam. Lakini katika Ramadhani hii ambayo ndio mtu labda amepata hima ya kuisoma Qur'an, basi tunashauri kwamba kile anachokifahamu akirejee sana, na hiyo itamsaidia kwa nyepesi kipande hiko, mwisho wa siku apate ule hamasa ya kuendelea kuongeza mdogo mdogo, kwa sababu unaweza kaa kipande ambacho unakifahamu bado yani unapata shida kukisoma, utasikia uvivu kuongeza kingine. Lakini hiki ambacho unakifahamu ukawa ni mwepesi wa kukisoma, unaweza kukisoma labda kwa muda mchache ushamaliza, utapata hamasa tena ya kuongeza mdogo mpaka nafika hiyo hatua ya kumaliza masahaba. Sawa sawa, shukrani sana. Labda turudi kwako al-akhi Taha. Naam. Na kidogo tunataka tusikie kidogo matasami ya Qur'ani. Mtazamaji naye akusikia kidogo usomaji wako katika umahiri uliokuwa hali ya juu inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Mashallah, mashallah, sadaqallahu al-aliyyul azim. Sauti murua kabisa, sauti inaleta ladha ya kuendelea kuisikiza Qur'ani. Natumai ndugu mtazamaji amefurahi kusikia kusoma vizuri kabisa, lakini pia ndugu mtazamaji natumai umejifunza mengi sana kupitia kwa maikhwa hapa na usomaji wao mmeusikia, lakini pia njia ambazo wametuelekeza tuzipite ili tufike na sisi walipofika wao, au Allah tuzidishie tufike zaidi ya wao inshallah. Leo tulikuwa na ndugu zetu hawa kutoka Tanzania, lakini huenda kipindi kinachokuja wakaja wengine kutoka Mali, kutoka Senegal, kutoka na nchi nyingine tofauti tofauti Afrika. Kwa hivyo endelea kufuatilia Zahmid TV, endelea kufuatilia Nurul Qur'ani, upate taladha na Qur'ani, upate kusikia mengi kutoka kwa mashekhe na mashekhe zaidi. Ndugu yako Abdulaziz Hilal, usahau kusubscribe ili kila inayokuja uipate, lakini usahau kushare wasikize Qur'ani wengi zaidi, usahau comment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.